katika utumiaji wa madawa kulevya. Kimfano, na rafiki yako anatumia madawa kulevya, alafu mkawa mnashirikiana katika kutumia ile madawa kulevya, alafu yeye akaukataza kuwa usitumie, ukaacha, alafu yeye bado akawa anatumia, kitu gani unatakiwa kumwambia akaacha kutumia ile madawa? Sosi za kutumia madawa kulevya ni nyingi, sawa. Inawezekana si kwa marafiki tu peke yake. Wapo watu wanaanza kuingia kwenye madawa kulevya kutokana na migogoro ya kwenye familia zao nyumbani, baba mama wanagombana, anakuwa na mastresi yake, sawa. Anaambiwa mastresi, piga bangi tu ganja mbili, hapo mastresi yashakuisha, au sio? Kwa hiyo sio mbaya kama vile wewe ulivyoshauriwa ukamshauri pia na mwenzako, sawa. Sio mbaya na wewe ukamshauri mwenzako. Inawezekana wewe uliingia kwa sababu tofauti na zile alizoingia yeye, sawa. Wa barakatu. Mimi kwa upande wangu swali langu ni kwamba tuseme mtu ilikuwa ni ana mambo ya vikundi, ambapo alipokuwa na mambo ya marafiki hao wabaya na pia anakuwa anavuta bangi kama hivyo, sijui anatumia vilevi. Sasa kwa bahati mbaya akaja akapata ujauzito. Kupata ule ujauzito akaja akataka kuolewa, tuseme wazazi wake wakakataa. Sasa tuseme yeye akawa anasusia kila kitu, hata kufanya kitu, mwisho akaja akakimbia kwao. Hasa baada ya kumpata, tuseme akaonekana yule pale, akasema mie sitaki kufanya chochote lakini nataka kula. Sasa zitatumiwa njia gani hapo ili mradi vipi arudishwe kisaikolojia yake awe kama mwanzo? Sihi, kuna watu tunawaita washauri nasihi, sawa. Kwa hiyo hawa watu wanaweza kukusaidia kama umepatwa na stress, msongo wa mawazo, sawa. Wanaweza kukusaidia, lakini si jambo la siku moja, ni process. Kwa hiyo inaweza kuchukua mwezi, miezi, inategemea na ukubwa wa tatizo, hata miaka. Lakini kwa kupitia therapy kutoka kwa washauri nasihi, hali yake inaweza ikarudi kama kawaida. Hiyo barakati. Skuli ya Al-Husni Mwinyi yatambulikana kwamba hapa inatambulikana kwamba tunavaa meupe, lakini wale wanaovaa mashungi ya blue, je, yanaruhusika? Wenyewe ni kwa nini tuingie kwenye matumizi ya hayo madawa? Kuna vishawishi vingi vinavyotupeleka huko, lakini kwa ufupi kuna kitu tunakiita PPT. Matumizi ya madawa kulevya yanategemea na hizo PPT. P ya kwanza kwa maana ya people. Ukiwa upo na watu ambao wanatumia, ni mashoga zako, wanaweza wakakushawishi na wewe ukatumia. Ikiwa upo karibu na watumiaji, unakutana nao, unazungumza nao, kuna nafasi kubwa na wewe baadaye ukatumia. Lakini P ya pili ni place. Unapokuwa sehemu ambayo inatumiwa madawa ya kulevya muda mrefu, kwa hiyo na wewe unaweza ukashawishika kuyatumia. Kwa hiyo moja, unapokuwa karibu na watumiaji unaweza ukashawishika. Pili, unapokuwa karibu na sehemu ambayo inatumika kwa madawa ya kulevya, na wewe unaweza ukashawishika kuyatumia. Lakini tatu, nimesema PPT. T kwa maana ya things, kitu chenyewe. Tukizungumzia sigara, si zipo? Ni pesa yako tu, si ndio? Kwa hiyo kama sigara zipo, kwa hiyo ni rahisi wewe kuwa na pesa kwenda kutumia na ukanunua. Hatuwezi au ni vigumu kuzizuia zisiwepo, lakini wewe
unaweza kujizuia usipite pahala ambapo pana watumiaji. Unaweza kujizuia kununua sigara. Unaweza kujizuia kuwa na marafiki wanaotumia sigara na madawa mengine ya kulevya. Tunafahamiana jamani? Tunapotumia hivi vitu vinaweza vikatuathiri sana baadaye, hata kwenye uchumi. Badala ya kutumia vitu vya maana, badala ya kutumia ukanunua tikiti ukala ukaongeza afya, utakwenda kununua sigara, si ndio? Kwa hiyo itakuathiri, na baadaye utatumia au mzazi wako atatumia pesa nyingi kwa ajili ya kukutibu, kwa sababu tu ulitumia sigara, ulitumia madawa ya kulevya. Kwa hiyo tusiingie huko, sababu pesa hizo unaweza kuzitumia kwenye matumizi mengine. Na kama nilivyosema, makundi, marafiki pia wana nafasi kubwa ya kuwashawishi kutumia madawa hayo ya kulevya pamoja na sigara. Tuwe na uwezo wa kuamua nani ni rafiki yetu. Sawa? Kila sehemu ina maadili yake, ina taratibu zake na sheria zake na mwongozo wake. Skuli nako kupitia mwongozo wa Wizara ya Elimu, basi kuna maadili yake. Unapoenda kinyume na yale maadili ya skuli, basi inahesabiwa wewe kwamba umeenda kinyume na maadili au umefanya makosa dhidi ya maadili. Marufuku kuja na kiwembe, marufuku kisu, kitu chenye ncha. Ukitoa penseli na kalamu, bis marufuku, chenso marufuku, panga marufuku, shoka marufuku, nini, jembe marufuku. Awi, tukikamata navyo tunajua wewe ulikuwa na nia ya kufanya nini, uhalifu. Moja kwa moja polisi na kushtaki. Awi, vile vile jengine, marufuku mwanafunzi kuja na simu, sabufa, redio aina yoyote. Ni aibu skuli mwanamke, hata si skuli mtaani, mwanafunzi wa form 2, ndio nyinyi wote form 2 hapa. Baadhi ya wanafunzi wa form 2 wanatumia shisha. Wanatumia nini? Shisha. Na mara nyingi zile shisha zinakuwa kwa mabaa na madhara. Na huku Uswahilini kwetu sisi, si mara nyingi katika majumba yetu kukuta nini? Shisha. Ukimuona mtoto anatumia shisha, mara nyingi anafuata mabaa. Na huyu mwanafunzi anakuwa kishafika katika hatua mbaya. Kufika wapi? Kwenye nini? Mabaa. Awi, shisha na ulevi wa mwingine aina yoyote una madhara mengi sana. Awi, hata sababu ulevi unaondoa nini? Akili. Hata akili zinarudi zamani nini? Ushafanyiwa. Mwanamume nao tayari ushafanyiwa nyuma. Awi, hata mkatai, huo ndo halisia. Sawa?